yake. Nikaona, nikasema okay, leo kitatu tu. Nikaanza kuingia mfukoni, nikaona akaanza kucheka. Yule aliyekuwa anasema mambo yanaendaje, alipoona nafanya hivi, lakini kawa na saikolojia. Alafu nikamwambia jamani, naomba tengeneza haya mambo. Nikatoa mfukoni, akaniambia jamani, niliona kama unanipa. Jamani, namwambia tulia kwanza, ndakupa tu. Ujawaona hata kama mtu amenuna, akiona sauti ya hela anaanza kuchangamka. Sijui kama Watanzania mmeona kitu kama hicho. Hata mtu akisikia harufu kuna hela zinatokea, utaona anaanza tu kuimba haleluya, haleluya. Yani anajua kuna kitu kinaingia. Lakini ukitaka kujua kuna nyuma ya hela kuna roho fulani. Kama mtu hana hela, kuna watu ambao hata kuzungumza wazungumzi. Kuna watu mambo yanakuwa ni kama hayaendi. Kuna watu akipata hela, hata akikaa, mwambie hata akikaa, unaona kidogo hivi anakaa hivi sako kwa bako. Mwambie sako kwa nini? Kwa sababu ya sauti ya hela. Unaona anakaa mpaka ananyua mguu, anaeka hivi, si kupenda kwake. Kama mwambie hela zinazungumza. Sasa geukia mwenzako, mwambie mwenzangu, wewe ukishika hela unakuwa na tabia ipi? Muulize, mwambie wewe ukishika hela unakueje? Kuna watu wakishika hela ndio wanapotea. Mimi nina aina wangu wa marafiki, nikiona simu zao ndio najua kila alichokuwa nayo kimeisha. Sasa anasema rafiki nipike boost kidogo. Kuna watu wakishika hela huwezi waona tena wakizungumza na wewe. Wanaenda wanakula kimya kimya, zikishaisha ndio anakumbuka kuna fulani mahali fulani, kuna fulani mahali fulani. Kuna watu nao wakikamata hela, hiyo ndio wakati ambao ukianza kuona nasema njoo tuende tule mbuzi, tuanze kufanya hivi, tuende jamani tujiachie mahali fulani, pengine tujaribu. Kuna rafiki yangu mmoja aliniita akaniambia, Daktari Skenga, nataka nikununulie kinywaji kizuri sana. Sasa nikajiuliza, kinywaji gani kizuri sana? Akaniambia, unajua sisi bwana tunakula nini? Kongoro. Nalipoenda akaniambia, sasa bwana leo zimeingia, leo nataka nikununulie kongoro. Tanzania hapa Dar es Salaam kuna kongoro jamani. Haleluya. Napenda kongoro sana. Haleluya. Sasa katika kula ile kongoro, baadaye akaniambia, bwana nataka akasema mzee itisha, mzee usiache kuitisha. Baadaye akaniambia, nikamwambia bwana napenda kinywaji kinaitwa apple punch. Kini punch kidogo. Akaniambia, unataka namna gani? Alafu nikamwambia nikitoka hapa ninatamani. Akaniambia, wewe usiwe na shaka. Hapa bwana nitakupa mpaka mpunga. Si unasemanga mpunga? Leo nitakupa mpaka mshiko. Lakini wakati hana hela hawezi kukuita. Haleluya. Na ndio unataka ujue hela ina sauti nyuma yake. Hela ina nini? Ukitaka kujua hela ina sauti, kuna aina za hela mtu akizipata ni kama zinazungumza kwa ulimwengu wa kiroho. Matatizo yanaanza. Yaani ukizishika tu hivi ndio unaanza kusikia fulani ni mgonjwa. We mwenyewe unatembea unateguka mguu, unafanya kwa sababu shetani ameona hela inakuja. Sema Bwana Mungu, kila roho iliyopo nyuma ya hela isiyofaa ambayo inasababisha fedha zangu zisinisaidie niwe na uchumi uliotulia, naomba Bwana Mungu fedha zangu zitabarikiwa. Fedha zangu zitabarikiwa. Sioni kama unazungumza. Sema fedha zangu zitabarikiwa. Nitakuwa na uchumi uliotulia. Maelewa. Waswahili wenyewe wanasema debe shinda haliachi kutika. Empty vessel makes most noise. Yaani debe tupu haliachi kufanya nini? Ukiona watu wenye makelele mengi sana na nini na nini, mshiko haujashika. Watu wenye mshiko huwezi jua wanayo. Ambia mwenzako, mwambie una kelele nyingi kwa sababu bado hujafika viwango fulani vya mshiko. Watu wenye mshiko hata huwezi jua. Hata ukiangalia wakati fulani jinsi wanakaa, kwa sababu watu hawa hawatawaliwi na hela. Hawatawaliwi na nini? Wanatawala hela. Geukia mwenzako mwambie, wewe unatawaliwa na hela ama unatawala hela? Mtu ambaye hela inamtawala
Hata nimeshukuru Mungu, nimekuwa ofisini, nikaona wanangu wanaimba, nikasikia kuna kanuni moja, mtu akazungumza akasema kitu, akasema hatuimbi ama hatufanyi huduma kwa sababu ya kutafuta hela, tunafanya kwa sababu ni huduma tumeitiwa. Haleluya! Sijui kama unanielewa. Katika kusema hivyo, ni waimbaji wangapi ambao unawambia jamani, ungekuja hata ubariki mwili wa Kristo, anakuambia mimi siwezi kuja mpaka unipe milioni 20, siwezi fanya hiki na hiki. Imewafanya wengine, pengine ungeenda kuhudumu kwa neema ya Mungu, Mungu angejua vile angekubariki zaidi ya hiyo milioni 20 yenye unaona. Kwa hiyo unaona hiyo milioni 20 ama 5 ni kubwa sana, pengine ungeenda mahali ufanye. Mama, nakumbuka siku moja mama, ni mwaka jana, nimeenda kuhudumu mahali kule vijijini. Nilitoka Njombe nikaenda mahali panaitwa Mfindi, vijijini sana, mahali panaitwa Lugoda. Katika utumishi wangu nina agano la kwenda maeneo ambayo kwa njia moja ama nyingine watu wale ni vigumu sana kufikiwa na Injili. Kenda kuwahubiria, kufanya nini, yani pale hata wa mahali ambapo tulikuwa tunalala, unapata wakati fulani ni tatizo na nini. Nikapigwa na baridi, ikakuwa nzito sana. Wakafuata nikaenda mahali panaitwa Makete. Mtu mmoja akaniuliza, wewe unaenda kufanya nini huko, baridi kali hiyo? Nikamwambia ninajua utumishi wangu nao mtumikia Mungu. Je, una mzigo ama unaenda mahali fulani unasema kama hakuna kiyoyozi mimi siwezi kaa hapa? Kuna masehemu hakuna viyoyozi. Geuka mwenzako mwambie, nyinyi vizazi vya air conditioner, vizazi vya nene, vizazi vya nene. Yani wewe unafika mahali unaanza kusema mimi hapa ninaona hii si klasi yangu, si viwango gani hivi yangu. Kama utamtumikia Mungu kikamilifu, Mungu ana njia. Nalikuwa na magonjwa yalikuwa yananitesa kila wakati, nasikia naugua kila wakati, nasikia mwili una nini, lakini nimefika mahali nikasikia afya imekwisha tulia. Nikasikia wakati fulani, yani napata wakati fulani siumwi popote, lakini mwili wangu haukui. Nashangaa, mbona mwili wangu unaendelea kuwa mdogo mdogo tu? Yani naona kama mwili kanaendelea. Unajua sasa ukiwa na mwili mdogo alafu pia ujikondee, ambia mwenzako mwambie ukonde inakuwa kuaje. Kuna wakati ilikuwa kama, nilikuwa naangalia, nalifika mahali siku moja kwenda kupima kilo, nikapata nina kilo 37. Yani nimekata weight. Mpaka unajua kuna kukata weight. Unajua kutoka kilo 60 karibu 8, alafu kuja ufike kilo 37, utakuwa umepunguza ngapi? Si vibaya, kuna watu ambao wako kwa diet ama watu wengine wanapunguza miili yao. Lakini mpaka madaktari wenyewe wakaniambia hii inatakana iongezwe kidogo. Na sikupenda. Kwa sababu kuna wakati ambapo nalikuwa najiuliza, mbona hii na hii si ati sili nakula, si ati hela sinazo, ninazo pengine kwa kiwango ambacho Bwana ananisaidia, lakini zinanitosheleza, lakini mbona hivi? Nikaja kugundua kuna wakati unapojua siri ya kumtumikia Mungu, Mungu atafanya mambo ya kwako. Hali mwenzako kumwambia, ukijua siri ya kumtumikia Mungu, Mungu atafanya mambo ya kwako. We mfanyie Mungu mambo ya kwake, naye ataamuru watu